aya nne aliyoitaja ni kwamba Mola amesema waqadaina ila bani Israila fil kitab la tufsidunna fil ardi marratayn wa la ta'alunna 'uluwan kabira. Hiyo ni aya ya nne. Aya ya tano, fa idha jaa wa'du ulahuma ba'athna alaykum ibadan lana uli ba'sin shadid fajasu khilal ad-diyar wa kana wa'dan maf'ula. Kisha kuendelea, thumma radadna lakumul karrata alayhim wa amdadnakum bi amwalin wa banina wa ja'alnakum akthara nafira. Aya ya mwisho, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha fa idha jaa wa'du al-akhirah liyasu'u wujuhakum waliyadkhulu al-masjida kama dakhaluhu awwala marra waliyutabbiru ma alaw tatbira. Hizi aya za zenda katika msururu mmoja, lakini maana yake ni marefu sana. Labda tuyapangie kipindi rasmi kuja kueleza haya, lakini kwa ufupi tuuguse juu juu. Mola anawaambia tumepitisha, tumeamua, tumehukumu fil kitabi. Wana baadhi ya mufasireni wanasema katika Taurati. Si yao ni Taurati? Kwa hiyo tumepitisha katika Taurati ila bani Israila, wa wana wa Israeli, kwamba nini? Fil kitabi la tufsidunna fil ardi marratayn, mutafanya ufisidifu katika ardhi marratayn, mara mbili, wala ta'alunna 'uluwan kabira, na mtapanda sana, mtakwenda juu sana. Yani kama vile ambavyo tuwaona hivi sasa. Kisha fa idha jaa wa'du ulahuma ba'athna alaykum ibadan lana uli ba'sin shadid fajasu khilal ad-diyar wa kana wa'dan maf'ula. Itapokuja agizo la kwanza, wanazuoni wasema hili agizo la kwanza lishakwisha. Hilo agizo la kwanza takapokuja, ba'athna lana ba'athna alaykum ibadan lana, tutawaletea waja wetu. Sio ibadana. Wanazuoni wanasema Mungu hapa hakusema ibadana, ibadan lana, waja wetu, uli basi shadid, wenye nguvu sana, fajasu khilal ad-diyar wa kana wa'dan maf'ula. Hii wanasema ni ima, wengine wanasema kuna bwana mmoja akiitwa Bukhta Nasr aliwafanyia hawa Waisraeli. Kuna wengine wafasiri kwa mani Salahuddin aliwafanyia hawa, lakini huu wakati tulionao ndio ule ambao umekuja sasa. Thumma radadna lakumul karrata alayhim, baada mateso aliyopata kule, radadna lakumul karrata alayhim, tumewarudisha mara ya pili nyinyi wana wa Israeli. Kisha wa amdadnakum, tukawapa bi amwalin wa banina, mapesa mengi mengi. Huwezi kuwajua hawa watu wana mapesa mpaka uingie aseti zao zilioko ulimwenguni. Kutajie labda aseti mbili tu ambazo ziko duniani, hata hapa kwetu ziko. Ya kwanza ni kampuni ya Coca-Cola, hii ni Waisraeli. Kuna kampuni ya Colgate, hii ni ya Waisraeli. Sasa hii income yote dunia nzima ambako kutengezwa vitu hivi, pesa za rudi kwao.
pale pale Qur'ani ambayo imeteremka karni 15 zilizopita yatuhadithia mambo ambayo yatakuja tokea, na ndio haya tulionao. Wa amdannakum bi amwalin wa banina waja'alnakum akthara nafira. Wanazuoni wanaifasiri hii kwamba watakuwa na wafuasi wengi sana. Wacha wao Wazayuni, lakini Europe yote iko chini ya Waisraeli. Europe yote ndio nafir. Wacha Amerika, ambayo Amerika watu wasema ni superpower, lakini Amerika ya implement order kutoka Tel Aviv. Manake wewe angalie wale ambao wenda Middle East asubuhi, wakitoka Middle East siku ya pili ya dhuhuri waswali Middle East, siku ya tatu alasiri waswali Middle East. Wale nikutajie watu wanne ni Wazayuni watupu. Waziri mambo nje Pompeo, yule aliyechaguliwa eti kuleta amani kule, Witkoff ni Mzayuni, na mkwewe Trump, Kushner, na huyu ndiye mwenye msimamo mbaya sana wa Kizayuni, na mkewe Ivanka ambaye ni mwana wa Trump. Hawa wanne na ndio waliochaguliwa na Trump eti tangulini chui akamtolea amani mbuzi. Tangulini yalitokea lini? Hayajapatikana. Eti Wazayuni wende wakalete jambo ambalo lina maslaha na Waarabu na Waislamu, mosh maakuli, lakini ndio waliopelekewa. Ivanka mwane Trump, Kushner mkwele Trump, Witkoff na yule mwingine. Soma tarehe yao, Wazayuni watupu. Sasa ndio waja'alnakum akthara nafira. Lakini hapa mwisho ndio onyo lile alotuambia ndugu yetu Abubakar kwamba wapo in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha fa idha jaa wa'dul akhirah. Ikija hilo agizo la mwisho sasa, liyasuu ujuhakum, Mwenyezi Mungu anawaambia liyasuu ujuhakum, nyuso zenu zitabadilika, zitakuwa nyeusi kwa yale watakayopata. Waliyadkhulu almasjida kama dakhaluhu awwala mara. Kule hakutaja msikiti Mola, lakini hapa autaja Masjidul Aqsa. Waliyadkhulu almasjida kama dakhaluhu awwala mara, kama walipoingia ndani ya msikiti mara ya kwanza. Waliyutabbiru ma ala tatbira. Hii agizo la mwisho hili litasambaratisha yale mulioyajenga yote, maala utatbira. Na hii ahadi haiko mbali itatokea, ambayo ni karibu na kiyama. Nafikiri zile muashirat, zile mukaddimati zimejitokeza. Viti hivi vya juzi ambavyo Hamasi wamepigana na Wazayuni, wamepigana na Marekani, wamepigana na NATO, wamepigana na baadhi ya wafalme wa Kiarabu. Hawa ni Hamasi, hata si serikali, lakini wamepambana na Wazayuni miaka 2 kamili, ambapo tangu dola ya Waisraeli ianzishwe na Waingereza na Europe yote kule Palestina, hakuna wakati ambapo Wazayuni wamepigana vita virefu kama hivi. Vita vingine upigana wiki tu, ikizidi siku 30. Miaka 2 wapigana na Hamasi, hawajatoboa. Wameua watu. Ile Gaza wameifanya qa'an sofsofa, kipara yote, lakini hakuna anayemwita Mwisraeli gaidi. Muislamu akijitokeza mtu ana jina la Kiislamu, aitwa Ali, aitwa Saidi, aitwa Abubakar, huyo ndiye ataingia. Wale Wazayuni ambao wameua watu karibu 100,000, zaidi ya 30,000 katika hao karibu 100,000, zaidi ya 30,000 ni watoto. Hawaitwi magaidi wale.
Ndio nikawa wanasema mara nyingi tumeitwa magaidi na tumekubali kwamba sisi magaidi, na sisi ndio tunaathiriwa na ugaidi, sisi si magaidi. Nafikiri kwa ufupi ndio haya alizolizuliza ndugu yetu Abubakar. Labda tuende kwa swali la ndugu yetu Ramambwana, kwamba kuna hadithi inayosema kwamba Mungu Mtume amesema, maswahaba wamwambia kaifa uhibbuka. Wanazuoni wanasema hadithi ambayo iliyoko ni hadithi ambayo Bwana Mtume amesema kwamba la walladhi nafsi biyadihi hatta akuna ahabba ilayka min nafsika. Hadithi iliyoko ni ya Bwana Mtume kwamba watu wampende yeye zaidi hata kuliko nafsi zao na kila kitu. Lakini hii ya kwamba ni kupende vipi, wanazuoni, baadhi ya wanazuoni kama iko basi tutakuja ipata. Lakini kumpenda Mtume ni kama nilivyozungumza nyuma hapo Ramambwana, ni kumpenda Mtume ni kupenda na yale aliyoyaacha yote. Kumpenda Mtume, tusikubali katika aliyoyaacha Mtume, hakukubali tangu uhai wake, hakukubali kumwona mtu yadhulumiwa na yeye nyamazi. Hakukubali kuwaona Waislamu wateta wao kwa wao. Alitusisitiza tupendane, akatusisitiza tuwe na umoja. Alipokwenda kwa kuta maswahaba au sina Khazraji au Answari na Muhajirina wateta, akawaambia da'uha fa innaha muntina, wacheni utesi, watoka harufu ya uvundo ya nuka, harufu ya kunuka, sisi ndio tuloushika. Nchi za Kiislamu hawapendani wao kwa wao, na ni kwa ajili ya fitna wanazotiwa na Wazayuni. Ile fitna ambao Mayahudi wa Yathriba waliipanda ndugu zetu wa Arabu waliokuwa Yathriba kabla hapo, baada hapo Madina, Aus na Khazraji, na ni ndugu wote kutoka Yemen hawa. Lakini waliteta, Alimamu Fakhru Razi katika tafsiri yake asema waliteta miaka 127 ushei, ya zaidi ya karni moja, wapigana wao majirani waangalia. Na ndio yale yanayoendelea sasa. Utasikia Saudia wapigana na Yemen miaka 9 miaka 10. Shida nini? Hakuna. Utaona huyu wapigana na huyu kuatia chuki. Yani nchi zetu yani kumpenda Mtume ni sisi tushikane kama walivyoshikana maswahaba. Tumemwona Saidina Abubakar Siddiqi, si kwamba Saidina Bilal ameuawa, lakini alipita akamwona Umayya yomtesa Bilali. Saidina Abubakar amesema niko tayari kutoa pesa, mali yangu yote, lakini nimkomboe Bilali, asionekane Muislamu yadhalilishwa na wewe waweza kumsaidia usimsaidie. Ikiwa kuna siku tumezungumza hapa kwamba nchi za Kiarabu population yao na ulimwengu mzima ni 5%, ndio nchi za Kiarabu, lakini hawa 5% ndio wanunuzi wa silaha dunia mzima 50%. Hizi silaha 50% zinazonunuliwa na dola za Kiarabu wazifanyia nini kama sio kuwasaidia ndugu zao wa Gaza?